Kitendo tu cha kuibiwa wallet chabadilisha maisha ya kijana anaitwa William Woods. Mwaka ni 1988. William Cook ana kibanda cha kuuza sausage na biashara inaenda vizuri kabisa. Lakini siku moja mteja anajaribu kumwibia wallet. Baada ya dakika chache William anagundua wallet haipo, kwa anamkimbiza yule mteja wa mwisho. Akamkamata na kumbana. Jamaa akasema bana, wallet hii hapa, sijachukua chochote bado. Kwa hiyo William akawa tu amwachie. Ila asichokijua William ni kwamba yule jamaa alikuwa hana shida ya kitu chochote kwenye wallet yake. Alikuwa tu anataka namba ya utambulisho, social security number, au kibongobongo ni kama ile namba ya NIDA ile. Sasa yule mwizi jina yake ilikuwa ni Matthew. Matthew alipopata tu ile namba akahama sema anayoishi, akahamia jimbo jingine, na huko alipoenda sasa alitengeneza vitambulisho vingi sana fake kwa jina la William Woods, na alikodi magari, alichukua mikopo, alikamatwa na polisi mara 3 makosa tofauti, mengine sio ya kuendesha akiwa amelewa. Makosa mengi yote yakawa yanasajiliwa kwa jina la William Woods. Baada ya miaka 3 Matthew alikutana na mrembo mmoja, wakapendana sana na wakaamua kuoana. Mke wake akachukua jina lake la mwisho la uongo, akachukua Woods, akawa Mrs Woods. Wakazaa na watoto, wakachukua majina ya mwisho Woods, yani nahisi huyu jamaa alidanganya muda mrefu hadi mwenye akaanza kuamini sasa, yani maana haiwezekani. Anyways, turudi kwa story. Matthew atenda pia kusoma IT yote kwa jina la Woods, ila mwaka 2013 ndo akapiga hatua kubwa zaidi. Akataka kuapply cheti cha kuzaliwa apate kopi. Kwa hiyo Matthew akaenda kwenye website inaitwa ancestry.com. Wazungu ana hii website ambayo inakuonyesha family tree yako yote tokea babu wa babu yako hadi wewe utapofikia. Kwa hiyo jamaa akaenda kule akachukua details zote za ndugu zake Woods wa ukweli. Alafu atatumia information hizo kujibia maswali kwenye cheti cha kuzaliwa, kwamba labda jina la mama ni nani, jina la mwisho la mama. Na kama utani atafanikiwa atapata cheti cha kuzaliwa. Baada ya hapo akaapply leseni ya udereva, baada ya hapo akapata kitambulisho cha taifa. Kwa hiyo jamaa ni officially William Woods. Akapata na kazi nzuri sana yenye mshahara mzuri kabisa, sasa inaitwa Iowa Hospital. Jamaa alilipa kodi kwa hilo jina, alilipia insurance kwa hilo jina, alichukua mikopo kwa hiyo jina, na hadi hapa tulipo kwenye story amejifanya William Woods kwa miaka 30. Najua mtakuwa mnajiuliza, kwa hiyo William Woods yule mwenyewe ilikuwaje muda wote huyu hajashtuka? Bana, William Woods alipata changamoto za kiakili tuseme, na alikuwa anaishi mtaani, analala mtaani, anaamka hivyo vile wale chizi mnaona mtaani wale. Aliishi hivyo miaka mingi sana kwa maisha magumu, hana kazi, anaomba nini. Lakini 2019 kwenye harakati za kutaka kujirudisha kwenye hali yake ya zamani nzuri nini, alienda benki, na hivyoenda benki alikuta bana amefungua akaunti nyingi sana, na nyingi zilikuwa zina madeni. Kwa hiyo akaomba zile akaunti zifungwe. Lakini akaunti kufungwa, benki watakuuliza maswali ya security yale, ambao ukifungua akaunti benki sio, kuna maswali yanakupa labda jina lako la jina katikati ya mama yako ni nani, au ulizaliwa wapi, maswali fulani yale ya safety. Kwa hiyo William Woods alishindwa kuyajibu yote, na benki ikamhisi huyu jamaa anataka kuiba bana. Kwa hiyo William ikabidi alete document, vitambulisho kibao vya kuelezea kwamba yeye ndo William Woods. Lakini muonekano wake ule wa kimaskini, ndevu zimekaa ovyo, nywele chafu, afu maskini hawakumwamini, yani walisi huyu jamaa tu ni mwizi. Kwa hiyo chofanya wakapiga namba ya simu ambayo ilifungua zile account. Walipopiga simu akapokea William Woods yule fake yule, na yeye akatuma dokumenti zake. Sasa unahisi nani atamwamini hapo? Hata ingekuwa wewe mtu po benki. Kwa hiyo William Woods wa ukweli akakamatwa na kwenda jela. William atakaa jela miezi 8 akisubiria kesi yake kusikilizwa. Ndipo lawyer wake akapeleka hoja mahakamani kwamba William Woods hayupo sawa kiakili na hawezi kupanda kizimbani. Kwa hiyo judge akaoda William apelekwe kwenye hospitali ya vichaa. Just imagine, hata lawyer wake mwenyewe alikuwa muamini kama huyu jamaa anasema ukweli. Yaani aliona huyu jamaa akipanda kizimbani tumeisha yani. Kwa hiyo William alikaa hospitali ya vichaa kwa miezi 4. Baada ya hapo COVID iliingia ile 2020, kwa hiyo wakamwachia atoke. Kwa hiyo kesi yake ikaishia hapo. Lakini hakuikatia tamaa hii kesi. Alihama tu jimbo jingine na kufungua kesi upya. Na polisi wa upande wa kule waliamua kumsikiliza, walimpa nafasi kabisa. Wakampa na officer mmoja amsaidie kupeleleza hiyo kesi yake. Huyo detective alikuwa anaitwa Ian Mallory. Kwa hiyo alichofanya yeye, alichukua vyeti vya upande wote wawili, Woods wa kwanza na Woods wa pili. Lakini vyeti vyote vilikuwa halali, kwa hiyo kesi ikawa ngumu zaidi. Kwa hiyo detective alifanya kitu ambacho hamna mtu aliwaza kufanya. Aliamua kumtafuta baba aliandikwa kwenye kile cheti. Alivyompata alimuuliza mwanae ni yupi, alionyesha picha zote mbili. Akampoint mwanae yule William Woods mwenyewe, akasema huyu ndo mwanangu. Detective akaona haitoshi, akachukua DNA sample, akachukua damu ya mzee wa huku na damu zote hawa wawili, ikamash na Woods wa kwanza. Na hivyo ndo jinsi Ian Mallory alivyoisolve hii kesi. Matthew alipewa kifungo cha miaka 12 jela, na William Hook serikali ilimlipa $80,000 kwa muda aliompotezea kwenda jela na hospitali ya vichaa. So kama umeenjoy hii story, subscribe, there's more coming story kuhusu crimes na vitu kama hivyo. Otherwise, see you on the next one.